Amen. Kuna hatari watu wakilala. Senema kotapa. Wafalme wa kwanza. Mlango wa 3 na mstari wake ni wa 16. Sema amen. Amen. Ukisoma mstari wa 16. Inasema kulikuwa na wamama wawili. Na walikuwa makahaba. Walikuwa makahaba. Haroza badayai. Sema amen. Amen. Na Bible inasema na wote wawili walikuwa na watoto. Na Bible inasema mmoja kalala na akalalia mtoto wake. Mmoja kalala. Usingizi ilikuwa mwingi. Sema amen. Amen. Na Bible inasema akalalia mtoto wake. Na alipomlalia mtoto, Bible inasema mtoto akafa. Mwambie aliye karibu, hatari ya kulala sana. Ni hatari kulala sana. Mama kalala na akalalia mtoto. Na Bible inasema mtoto akakufa. Akaamuka asubuhi kuangalia mtoto. Mtoto ameshakufa. Sema amen. Na Bible inasema mwingine akatoka akaenda kuoga. Huyu alipoona mtoto wake alikufa, akamchukua pole pole na akampeleka kwa ile kitanda, na akachukua mtoto ambaye alikuwa hai na akamleta kwa kitanda yake. Hatari ya kulala. Kuna watu wamelala, baraka zao zikaenda. Kuna watu wamelala, wakabadilishiwa vitu. Wakabadilishiwa vitu. Nyota zao zikabadilishwa. Destiny zao zikabadilishwa kwa sababu ya kulala. Sema sitalala kwa jina la Yesu. Sema sitalala kwa jina la Yesu. Sema amen. Mama alipokuja akampata mtoto amekufa, lakini hajajua mtoto amebadilishwa. Kuna watu wa kubadilisha baraka. Kuna roho za kubadilisha baraka za watu. Sema amen. Alipoondoka mtoto wake alikuwa hai, lakini aliporudi mtoto ameshakufa. Sema amen. Na akatembea tembea na akaona ule mtoto mwingine na akajua ni mtoto wake. Sema amen. Na akaanza kulia sana. Akaanza kulia sana kwa sababu mtoto wake ameenda na yule amekataa na mtoto. Nasema kwa jina la Yesu, chochote umepoteza, chochote kimeibiwa, chochote kimeenda, nasema iregeshwe kwa jina la Yesu. Nasema iregeshwe kwa jina la Yesu. Chochote kimeenda, chochote imeibiwa, nasema iregeshwe kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema iregeshwe? Sema amen. Wakaondoka wakaenda kwa mfalme, kwa Suleimani. Akamwambia mtoto wangu ameibiwa, mtoto wangu ameenda, mtoto wangu si huyu. Sema amen. Ameibiwa, amechukuliwa, ndio yule mtoto wangu. Sabarozaba. Nasema aregeshwe kwa jina la Yesu. Menyagia shugumu pogito ginona imenada garnesh. Iregeshwe. Sema amen. Enda 24. Hebu nisomee 24. Sema amen. Wakaanza kupigana. Huyu anasema mtoto wangu ndio huyu, mwingine anasema ni mtoto wangu, na kabisa naona ni wake. Sema amen. Bible inasema mfalme akasimama na akasema leteni upanga. Leteni upanga. Hey paroza daha. Sema sitalala tena kwa jina la Yesu. Sema sitalala kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Ikasemaje 24? Aha. Aha. Nileteni upanga.
na akaletewa upanga mbele ya mfalme, akisema, mfalme, kateni huyu mtoto mara mbili, kwa sababu kuna mtu alilala mahali na akalalia mtoto wake na akaiba wa mwenzake kwa sababu ya kulala. Nasema kwa jina la Yesu, nasema kwa jina la Yesu, chochote kimeibiwa kinaregeshwa by force, by fire. Sema amen. Lazima tuamuke, waombezi lazima waamuke, lazima waamuke, lazima waombe, lazima wafanye kitu, lazima wamlilie Bwana, lazima wafunge na kuomba. Waombezi ni lazima, sio tafadhali, lazima waombe. Mwambie aliye karibu, lazima uombe, kwa sababu usipoomba kuna kitu kitaenda, kuna kitu kitachukuliwa kwako, kuna kitu kitaibiwa kwako. Si Bwana kupatie neema ya kuomba kwa jina la Yesu. Si akupatie neema ya kuomba. Sata roza baha. Akasemaje? Akamwambia mfalme. Mama yake mtoto akamwambia mfalme, kwa sababu ako na huruma ya mtoto wake, kwa sababu ya kijana wake, akamwambia, mfalme wangu, naomba tu achukue mtoto akiwa hai, lakini usimkate. Lakini mwingine akasema, marepa sota paha, afadhali akatwe mara mbili, ndio tutoshane, ndio tulie pamoja. Si hiyo roho ivunjike kwa jina la Yesu. Nasema hiyo roho ivunjike kwa jina la Yesu. Meregela ila raina kiangere karne Yesu. Hiyo roho na ikatike. Sema amen. Ikasemaje? Mfalme akaongea akasema, mpatieni mtoto kwa sababu ni wake. Nimedungika titinari, amuni nyengoto nyenkerai. Sema amen. Kuna hatari watu wakilala. Watu wakilala shetani anaingia. Watu wanakaliwa. Anga inafungika. Anga inakuwa ngumu. Biashara inazuiliwa. Watu wakilala